Bwana Yesu asifiwe. Waraka kwa Waebrania 10:26. Maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, huwezi ukajua kwamba nikiiba ni dhambi, lakini wacha nikaombe nisamehewe. Yaani nitaiba alafu naenda kumwomba Mungu anisamehe. Kesho tena naiba, hivyo kesho kutwa naiba. Alafu utegemee kwamba dhambi zako zitasamehewa. Mungu atakusamehe leo. Kesho unaweza kalia kweli ukasamehewa. Ya 3 sijui ya 4 ya 5. Usitegemee hivyo. Neno la Mungu linasema, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Neno la Mungu linasema usiue, wewe unaua. Tena unaua tena na kuua tena. Neno la Mungu linasema usizini, unazini na kuzini na kuzini. Alafu unategemea kurudi mbele za Mungu kwenda kuomba msamaha. Usamehewe tu hivyo. Kila siku tu unafanya afu hivyo hivyo. Kinacho kusubiri ni jehanamu. Uwezi ukatenda dhambi kwa makusudi, ukarudia kwa makusudi ili uombe kusamehewa. Umefanya leo umeponyoka, umefanya kesho labda umeshawishika. Umefanya leo kuna vichocheshi vimekusababisha kufanya tena dhambi. Ndugu yangu, kesho sijui unafanya tena, sijui uombe msamaha wa toba, kuomba kusamehewa. Hiyo ni dhambi ya makusudi. Hakuna kusamehewa wala cha nini. Hiyo ni dhambi ya makusudi. Wewe muombe Mungu rehema, kwa sababu neno la Mungu linasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Sasa wewe ukiwa unamkaribisha shetani akutawale, hiyo dhambi hutaiacha. Utarudia na kurudia na kurudia mpaka Yesu atakapokuja. Huku unafanya tu, unaenda kufanya unafiki mbele za Mungu. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, mpinge shetani naye atakukimbia. Hiyo dhambi iepukane nayo kabisa, acha. Kwa sababu unachotazamia ni hukumu, moto ulao kwa wapingao. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kuwa tayari kwa kila unachokipanda.